ni kuiba na kuchinja na kuharibu. Katika Yohana 10:10 anasema kazi yake ni kuchinja na kuharibu, lakini Yesu amekuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ikawa ni siku ya ajabu. Wanadamu wanataka kupambana na Mungu, wazuie mpango wa kufufuka kwa Yesu. Manabii wametabiri habari za kufufuka kwa Yesu. Yesu amesema siku ya 3 anafufuka, mwamba kwa ajili ya ulimwengu. Mauti ikawa tayari imeshirikiana na hawa watu wabaya. Walinzi wamekwepa pale na wale waandishi na makuhani na walimu wa Kiyahudi kwamba Yesu asifufuke, lakini Mungu akatumia nguvu inatumika ni kubwa kwa ajili ya kufufua, na Roho ndiye aliyefanya kazi ya kufufua Yesu. Jiwe alikuwa na kazi. Marko anasema akaliviringisha lile jiwe na lilikuwa kubwa mno. Ndugu yangu kanisa, hiyo ndio kazi ya Shetani, kuweka mawe kwenye biashara. Biashara yeye kwa sababu ameweka mawe, tena ameweka mawe makubwa ili biashara yako isiende. Kwenye ndoa anaweka mawe. Ndoa ilianza vizuri, lakini ndoa imekuwa chungu. Shetani ameweka mawe. Nasema kanisa, Mungu yupo, uweza Bwana upo kwa ajili ya kuponya ndoa, familia, utasa. Yesu yupo, Mungu ajabu kuondoa magonjwa ambayo yaponyeki hospitali. Yeye ni Bwana, yeye ni Bwana, yeye ni Bwana, yeye ni Bwana. Akuinue kwa jina la Yesu siku ya leo. Pokea ukombozi, pokea uzima, pokea mabadiliko. Ondoke mahali ambapo umefukiwa na adui Shetani. Amekuwekea jiwe. Malaika akashuka akaliviringisha. Alipoliviringisha lile jiwe akalikalia. Haleluya. Wani mbabe, Mungu wetu ni mbabe. Shetani hawezi, vitisho haviwezi. Leo watu wanatembea na pini kwa ajili ya mambo yaliyoanza Tunduma. Shetani anaondoa mitambo, anaweka mitambo mingine. Wewe mshirika usiogope. Wewe mshirika usiogope. Yesu akafaa pini. Yesu ni Bwana. Na Shetani hawezi. Yesu ametuokoa. Fufuka na Yesu siku ya leo. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Anza imani ukiwa na nguvu mpya. Ondoka katika hali ya kawaida. Watu wanatishwa. Watu wanatembea na pini. Hofu imewakumba. Wanaogopa kubadilishiwa mitambo. Nasema Yesu yupo. Wasaidie watu wasio na matumaini. Wasaidie watu wanaenda makanisani hawana matumaini. Yesu yupo. Mitambo itakuwa salama. Kwa kule kwa pili. Kikuona na pili tunakutenga. Umeshindwa imani. Katika jina la Yesu. Ni hofu ya mitambo yake itaibiwa. Huyo hana Mungu. Na watu wengi hawana Mungu. Watu wanaha kuanzia Tunduma tayari imeshaingia mpaka Dar es Salaam. Watu wanaha kelele kwenye mitandao, watu wanaha mambo ya ajabu yanatokea. Huo ni ushirikina. Hiyo ni kazi ya Shetani kuwatisha watu, kuwafadhaisha watu. Lakini Mungu amefufuka. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Yesu hayuko kaburini. Yesu yu hai. Yesu yu hai. Pokea Yesu kwa jina la Yesu. Mawe ambayo amekukalia. Malaika alipashuka, tetemeko lilitokea la ajabu. Akaviringisha. Wanapokuja kuangalia wakina mama wakashangaa. Amekaa pale, ana mavazi ya kumetameta. Anawaambia Yesu hayupo hapa. Amefufuka. 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 Yesu amefufuka. Jitihada zote za wachawi, jitihada zote za kurudisha nyuma maisha ya wokovu hayajafanikiwa. Walinzi wanapata fahamu Yesu hayupo. Walinzi wanashangaa. Unasikia tayari amewatokea wale. Amewatokea wale. Amewatokea wale. Hebu tuwape pesa nye walinzi. Mlikuwepo hapa ili mseme walimuiba.
Huo uvumi mpaka leo, Biblia mpaka leo inasema huo uvumi mpaka leo, rushwa, wakapewa pesa ili waseme hajafufuka. Lakini Yesu nimemwona amefufuka kweli kweli. Ndani yangu amefufuka, amenitoa kwenye dhambi kwa sababu huyu hai. Na kwa sababu hiyo anaweza kukusaidia, anaweza kukuokoa katika mateso, anaweza kuondoa mawe ambayo Shetani ameweka kwenye maisha. Shetani waliweka jiwe kaburini ili afufuke. Jiwe aliliweka halikusababisha asifufuke. Shetani anaweza kuweka jiwe kwenye biashara, anaweza kuweka jiwe kwenye ndoa, anaweza kuweka jiwe kwa msichana, wanaume wanapita mbali, anaweza kuweka jiwe kwa vijana. Sasa walishakufa wote wawili. Wote walishakufa. Huyo kijana alishakufa na yule mama sijui kama yupo alishakufa. Naona kwa hiyo shetani anaweza kuweka jiwe wanakukataa. Shetani anaweza kuweka jiwe hata kwenye kwaya. Shetani anaweza kuweka jiwe kwa kina mama kwenye WWK ameweka jiwe. Kwa hiyo unakuta mambo hayaendi. Jiwe limeshawekwa. Lazima mulitoe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Na shetani akiingia hata kwenye biashara haiendi. Unajitahidi mambo hayaendi. Kwa hiyo jiwe hilo unaweza kulitoa kwa jina la Yesu. Jina la Yesu ni jina kubwa. Haijulikani, yani ni wewe ambaye unatakiwa uwe na nguvu za kutosha kwa ajili ya kukaribiana na mambo. Nguvu iliyotumika pale sio ya kawaida. Biblia inasema tetemeko lilishuka mahali pale. Malaika anaposhuka kulikuwa na tetemeko na walinzi wakawa kama wamekufa. Na jiwe lile akalifikisha. Akalikalia. Unajua kitendo cha kulikalia. Naangalia huko nani anaweza kuleta anasema anaweza kusema fyoko. Nani aseme fyoko hapa akione cha mtema kuni. Kwa hiyo malaika akawepo pale. Unaona? Akakalia. Aliviringisha akalikalia. Akakaa na mnaye ametumwa kutoka mbinguni ameviringisha jiwe akalikalia. Sema nani nimuone hapa sasa? Mwanaume nani hapa? Yesu ameandikiwa lazima afuke kwa ajili ya wanadamu. Nani analeta furugu hapa? Yaani walinzi hapo wanatika peke yao tu. Na maji yanatoka kwenye makazi. Maana Wayahudi wanatumia sana makazi mavi yanatoka tu. Unaleta mchezo nini wewe? Mungu huwezi kuzuia mpango wa Mungu. Mungu akisema ndio kwenye maisha yako, hata wangepinga, hata wangejitokeza. Mungu amesema ndio, atakuinua. Haijalishi biashara ya mchicha au unauza nyanya chungu. Mungu akisema ndio, ana nguvu ya kukusaidia, atakusukuma mbele na kukufanikisha. Hakuna la kumshinda Mungu. Kanisa jua kanisa, lijue jambo hili. Mungu amekuandalia baraka. Hakuna kuchukua baraka zako. Hata ungeweka jiwe kiasi gani. Hakuna. Nasema hakuna. Tuko upande wa Mungu. Ukiwa upande wa Mungu, majaribu hayo unapitia, lakini jiwe linaondoka, litaondolewa. Hazuiliwi na nguvu yoyote. Hazuiliwi na nguvu yoyote. Mungu akiamua, akisema ndio, nani apinge? Nani asimame apinge? Wachawi hawataweza. Kuuza giza sitaweza. Mungu atakuinua tu. Mungu atakufanikisha tu. Mungu atakusaidia tu. Maana Mungu wetu ni Mungu wa viwango. Ongeza viwango vya imani. Ongeza viwango vya maombi. Ongeza viwango ili mawe yaondoke ambayo yanakutesa, ili upokee uzima. Yesu kufufuka kwake tunapata uzima mpya. Haleluya. Napotokea wanafunzi asema amani iwe kwenu. Kazi niliyotumwa nimemaliza. Na akaanza kuwatuma, nendeni ulimwenguni mkahubiri Injili kwa jina la Yesu. Wagonjwa watapona. Mapepo yatawachia watu. Tasema kwa lugha. Hata mkinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru. Wanafunzi wanatumwa baada ya kufufuka. Pokea Yesu. Muamini Yesu. Mimi sijui kuna mawe gani kwenye maisha yako. Ni kwenye ndoa, ni kwenye ujane wako, ni kwenye nini? Usichana wako kuna mawe kiasi gani? Nasema mtegemee Mungu, anaweza kuyaondoa hayo mawe. Hakuna nguvu ya kumshinda. Hakuna nguvu ya kumshinda. Yeye hakuna nguvu ya kumshinda. Yeye hakuna nguvu ya kumshinda. Mungu wetu anaweza. Mungu wetu anatosha. Mungu wetu ni shujaa. Sikia neno hili.
alipofufuka akatangaza uzima, akatangaza kwa watu wake wasinyanyase tena na adui kwa jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Una amani? Nasema una amani. Kama una amani, piga makofi kwa Yesu. Amefufuka. Simoni amefufuka. Simoni amefufuka. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Angalia mawe. Angalia mawe. Angalia mawe. Angalia mawe ambayo Shetani amepigiza. Mawe mengine ni makubwa mno, lakini Bwana anaweza. Simama ulipo. Please. Njoo mbele. Njoo mbele please.